Na tumai unabarikiwa na mafundisho ambayo Mungu ananipa neema kukufikia kwa kupitia channel hii. Mimi ni mtumishi wa Mungu Frank Mtui ambaye niko hapa Kilimanjaro, kanisa la Pentecoste Gombo la Chuo. Tumekuwa tunapita kwenye mafundisho mbalimbali na ninajua mnaonifuatilia, mnao like, mnao comment, unapata mambo mengi. Leo nataka nizungumze kwenye eneo la ndoa. Na kabla sijafikia hapo, naomba niombe. Baba, ninakushukuru sana. Naomba unijalie mtumwa wako, nianene maneno yako sawa sawa na mapenzi yako. Ndoa wanaonitazama, wana ndoa ambao wameshaka kwenye ndoa na wale ambao hawajaolewa au kuoa, naomba neema yako iguze maisha yao kwa kupitia neno lako katika jina la Yesu. Amen. Ninafahamu serikali hii inayoitwa ndoa ni serikali ambayo inamhitaji Mungu sana. Na watu wengi wanapita kwenye wakati mgumu sana kwenye eneo la ndoa. Watu wengi wameumizana, watu wengi wamepoteza maisha yao kutokana na hilo eneo. Watu wengi wamekata tamaa, watu wengi ndoa zao zimevunjika. Maana yake kama ni mwanaume inawezekana ana mwanamke zaidi ya mmoja, au mwanamke vivyo hivyo ana mwanaume zaidi ya mmoja. Wengine walikuwa wamesimama na Mungu kabisa na wamekata tamaa kabisa ya wokovu. Mwingine alikuwa anywa hata pombe, lakini kwa sababu ya stress za mwenzake, aidha ni mwanamke au mwanaume, anakunywa pombe. Wengine wanakunywa hata madawa kulevya, yani vitu vingi. Ni kwa nini pamekuwa na vita sana kwenye hilo eneo? Ni eneo ambalo limebeba baraka sana. Ni eneo ambalo Mungu analitazama mno. Ni eneo ambalo likikaa vizuri, ulimwengu wa roho giza unapita kwenye wakati mgumu sana. Sasa kwa sababu hiyo ndio utaona sasa adui huwa analiwinda. Inawezekana umeolewa, lakini inawezekana uliolewa kwa tamaa zako. Inawezekana pia umeoa, lakini umeoa kwa tamaa zako, hukumsikia Mungu. Ulioa kwa mitazamo yako tu, mihemuko. Wakati mwingine inawezekana ulishauriwa, lakini kwa sababu ya tamaa zilikuwa juu ya ushauri, ukaoa. Kwa watu wengi wana changamoto nyingi. Sasa nataka tuangalie maneno ya Mungu kwenye kitabu cha Ezekiel 16 mstari wa 44 na 45. Ezekiel 16 mstari wa 44 na 45. Biblia inasema hivi: tazama, kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako, akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Mstari wa 45 anasema, wewe u binti ya mama yako amchukiaye mume wake na watoto wake, nawe u umbu la maumbu yako waliowachukia waume zao na watoto wao. Mama yako alikuwa Mhiti na baba yako alikuwa Mwamori. Anazungumza habari ya makabila. Inawezekana mimi ni Mchaga wa Marangu, nimeoa Msambaa, nimeoa Mnyakyusa. Kwa hiyo anazungumza habari ya makabila. Lakini ukijaribu kuangalia haya maneno ya Mungu kwenye kitabu cha Ezekiel 16, anazungumza kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Sasa sijajua wewe mama mko wako yukoje. Kwa sababu ninajua una mtoto wa mtu, umeoa kutoka kwenye familia fulani. Mama yake ana tabia gani? Historia ya mama yake ikoje? Vivyo hivyo wewe binti ulioolewa, mama aliyemzaa mume wako ana historia gani? Yukoje? Ukisoma kwenye kitabu cha Ezekiel 16 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea mpaka wa 5 mpaka wa 6, Ezekiel anatumwa kuwajulisha Yerusalemu machukizo yao na kuwaambia asili ya kuzaliwa kwao. Kwetu huku Kilimanjaro miaka ya nyuma ilikuwa mtu akitaka kuoa anapeleleza hiyo nyumba. Wakati mwingine kwa historia nilizokuwa napewa na mababu, kuna nyumba nyingine zina athma, lakini nyingine hao watu hawaolewi. Nyingine inawezekana pana roho ya umaskini inaambatana na hizo familia. Nyingine ukioa utakufa. Ni familia kutokana na ibada za miungu, mitambiko ambayo imefanyika sana hasa kwa Kilimanjaro, sijajua mikoa mingine. Sasa katika ulimwengu wa roho, unapooa hujaoa huyo uliyooa, umeoa aliyemzaa huyo uliyemooa. Naomba nirudie tena. Katika ulimwengu wa roho, huyo uliyemooa sio huyo, umeoa huyo aliyemzaa huyo uliyemooa.
Sasa angalia vita ulionayo haijaanza kwa mke wako, imeanza kwa mama yake, imeanza kwa bibi yake, kwa sababu ni generation. Sasa maandiko yanazungumza kwa habari ya kama mama ya mtu alivyo ndivyo na binti yake alivyo. Maana yake kama huyu mama ni mkarimu, kama huyu mama alitulia na mume mmoja, kama huyu mama alimlea huyu binti kwenye misingi mizuri, umeoa tabia ya huyo mama yake ambaye ni mama mke wako, umeoa matunda ya mama mke wako. Kwa unapokuja kuishi na mke wako huwezi kupata shida, kwa sababu katika ulimwengu wa roho umemchukua mwanamke kutokana na tabia ya asili ya kwao. Sasa fikiri kwenye kitabu hichi cha Ezekiel 14 mstari wa 45 anasema hivi, wewe binti ya mama yako amchukiaye mume wake na watoto wake. Wewe unataka huyo mwanamke akupende wakati mama yake akumpenda baba yake huyo mwanamke ambaye umemwoa. Wewe unaweza ukaomba sana, unaweza ukafunga sana, lakini hivi vitu ni mfumo. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Na ndio maana unaambiwa kosea kununua viatu, kosea kujenga utabomoa, lakini ukikosea kuoa umekosea mfumo wa maisha yako yote. Vivyo hivyo hata mwanaume aliyekuoa, usipojua katika ulimwengu wa roho, roho iliyoko kwa huyo ambaye anataka kukuoa, mfumo wake katika ulimwengu wa roho umekaje? Mapenzi ya mwanzo ni moto. Mapenzi ya mwanzo yanaficha tabia. Mapenzi ya mwanzo huwezi kuona dosari yoyote. Kwa sisi vijana tunasemaga kiskali. Kuta mtoto amevaa gauni lake limeshuka naye, yani limetoka naye. Kama ni kijana amevaa suruali imenyooka naye. Yani ukimtazama unasema yes, huyu ananifaa kabisa, ana mvuto wa kutosha. Ukamwelewa, ukapewa ushauri, ukaona wanaokushauri ni vichaa, ukaona wanaokuelekeza vichwa vyao sio vizuri. Wakati mwingine hata kama ni mchungaji wako akataka kukukalisha kuambia labda mwanangu, hebu tuombe. Okay, jambo jema, lakini hebu tuombe. Hukuweza kusikia. Sasa ninapendaka kusema, hii ni kauli napenda kuitumia. Siku 90 zinatoaga majibu. Yaani ile siku umeenda honeymoon, siku 90 maana yake miezi mitatu, ndio utaanza kupata picha. Umeoa nani? Umeolewa na nani? Ukioa binti ambaye mama yake ni mchawi, umemoa binti na uchawi. Ukimoa binti ambaye kuna mapepo, majini yamekaa ndani yake, hujaoa tu hiyo binti, umeoa na hayo majini. Utajikuta watu wengine anapooa anafukuzwa kazi, anapooa huku anakufa, miradi inakufa. Lakini mwingine anapooa alikuwa maskini sana, hali zilikuwa ni mbaya, ghafla anainuka. Kwa nini? Kilichokuja kwenye malango ya kwako kimebeba baraka. Sasa sio kila kinachoonekana kinang'aa kiko na baraka, kwa sababu hata mchawi haonekani mchawi kwa macho ya damu na nyama. Katika ulimwengu wa roho ndio unaweza ukajua huyu mtu ni mchawi, lakini kwa mazingira ya kawaida yuko kanisani, anatoa fungu la 10, inawezekana ni mzee wa kanisa na ni mkarimu kabisa, lakini kwenye ulimwengu wa roho usiku anakamua ng'ombe za watu. Kwenye ulimwengu wa roho usiku anatembelea wamama wajawazito na kuua watoto kwenye matumbo yao. Ila mchana ni mwanamke mzuri sana, hana shida. Sasa maandiko inasema kama mama ya mtu alivyo ndivyo na binti yake alivyo. Wewe umeoa nani? Okay. Ulipooa ulimsikia Mungu au ulizisikiliza hisia zako? Sasa sijasema usiwe na hisia. Hisia zikiwa na nafasi kubwa kuliko Mungu aliyeweka hisia zako, umefeli. Watu wengi katika ulimwengu wa roho wanapita mahali pagumu sana kwenye ndoa. Ninatamani nikutafakarishe haya mambo, sikio lako la roho liweze kunisikia. Unaweza ukapiga mke mpaka ukaua. Unaweza ukamlaumu mume wako na ukamchiti, lakini hutapata majibu. Unaenda kupata magonjwa. Yaani ile kumchiti mkeo, kumchiti mume wako sio majibu. Na maandiko yanaongea kitu kigumu sana kwenye Zaburi ya 11 mstari wa 3. Anasema msingi ukiharibika, mwenye yake atafanya nini? Ni maswali ambayo hata mimi nimekuwa nayo. Msingi ukiharibika, maana yake msingi wa ndoa yako ulikuwaje? Msingi wa kumpata mume wako ulikuwaje? Maandiko yanasema hivi, azinie na mwanamke hana akili. Alipokuwa huyo mwanaume, mlipokuwa mnafunga ndoa, mlikuwa mmeshawahi kukutana kimwili au ilikuwa bado?
Na kama mlikuwa mmeshawahi kukutana kimwili, maana yake umeolewa na mwanaume ambaye hana akili. Maana ndivyo maandiko yanavyosema. Anayezini na mwanamke hana akili kabisa, anafanya jambo la kuiangamiza nafsi yake. Lakini pia umemwoa mwanamke wa namna gani? Ayamkini ni mwanamke ambaye mama yake alimchukia baba yake, akachukia na watoto. Kwa ile roho inakuwa ndani ya huyo mwanamke. Sasa wakati unapomwoa huwezi kujua. Lakini akibeba mimba, my friend, akazaa mtoto wa kwanza labda, au hata kabla, ndio unaanza kuona hivi huyu ni yule au unamfananisha. Ghafla unashangaa watu waliopendana sana wanakuwa na chuki ambayo sio ya kawaida. Asili ya mke wako inatoka wapi? Asili ya mume wako inatoka wapi? Na hatari zaidi, tunaweza kukaa kama mume na mke tukajua kabisa tumekosea, tukarudi kwa Mungu, kwa sababu Mungu ni mwaminifu sana. Changamoto tulionayo leo, tu vuguvugu, hatuko moto wala hatuko baridi, tuko vuguvugu. Tuna wokovu wa kifafa. Yaani leo umesimama unaomba dakika 15 dakika 20, muda mfupi kidogo mbele umedondoka, hauko tena kwenye maombi. Unakuwa unatoa sadaka ni kwa muda wa shida. Wakati una matatizo ndio unamtafuta Mungu. Wakati hakuna changamoto haukumbuki Mungu kabisa. Sasa nina neno kwako wewe ambaye amkini umeichoka ndoa yako. Usichoke ndoa yako. Usimchoke mke wako. Usimkinai mkeo, usimchoke mume wako. Mungu hajawahi kutuchoka. Inawezekana umekosea. Mungu ni mwaminifu hata katika makosa yetu. Ukumbuke ni wapi ulipoanguka ukatubu. Inawezekana umeoa mwanamke ambaye kwao kuna laana. Umeolewa na mwanaume ambaye kwao kuna laana. Usije ukachoke kwa sababu yuko Mungu ambaye alimaliza yote pale msalabani kwa kupitia mwanawe Yesu Kristo. Na neno jema kwako leo, inawezekana. Usikubali kutoa divorce. Kwa Mungu inawezekana. Kumbuka ni wapi. Kumbuke mchungaji wako. Kumbuka wazazi wako. Amkini kuna makosa yamefanyika kwenye familia. Ni swala la toba, ni swala la kufuatilia, ni swala la kupeleleza, ni swala la kurudi rohoni kumsikia Mungu na sio kumchoka. So utaoa wangapi? Utaolewa na wangapi? Maana unapomwacha unaenda kukutana na mwanamke mwingine au mwanamke anaenda kukutana na mwanaume mwingine, umezini, unamkosea Mungu na hauwezi kumfukuza. Mmeshafunga ndoa, umeshawekewa pete ya agano, huwezi kumfukuza. Na ndio Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ataokoka. Vipi hii sasa? Utaendelea kuvumilia mpaka mwisho kwa ajili ya Kristo ili Mungu aingilie kati maisha yako, au itabidi umchiti, utampa divorce? Kwa kupitia neno hili Mungu wa mbinguni akakusaidie. Kwa kupitia neno hili Mungu wa mbinguni akakuonekanie. Kwa kupitia hili neno akili yako vilivyoingizwa aidha na mawifi na marafiki viwe mpeke kwa jina la Yesu. Inawezekana ndoa yako kuwa salama. Inawezekana maisha yako kubadilika. Nahitaji tu unyenyekevu wako. Nahitaji tu usikivu wako. Nahitaji tu moyo wako ukondeke. Lakini msamehe mwenzako hata kama ulimfumania. Ulishakubaliana naye mkaoana. Hiyo ni changamoto umekutana nayo my friend. Ni ajali kama ajali nyingine. Hakuna askari wanakuwa vitani kwamba mwenzao amepata shida wamwache. Mungu akubariki kwa ujumbe huu. Acha niombe. Mtakatifu Mungu aliye hai, maneno yako ni taa na uzima. Naongea na huyu mwanandoa wasiachane katika jina la Yesu. Na kama anawaza kumwacha mwenzake, na iondoe hiyo roho kwa damu ya Yesu katika jina linalopita majina yote. Amen. Mimi ni mtumishi wa Mungu Frank Mtui. Masomo yangu yanakuwa yanaendelea kwenye hii channel. Unaweza ukalike, ukacomment. Mungu ni mwaminifu sana. Nina imani ninapokufikia Mungu hatakuacha kama ulivyokuwa. Namba zangu za simu ziko hapo. Unahitaji ushauri, unahitaji maelekezo ya kimaombi, nitakupa. Napenda sana kufundisha. Nitakuelekeza unapaswa kufanya nini. Sitakuombea tu. Watu wengi wamekuwa vilema, wanataka kuwekewa mikono tu, wamekuwa na vidiongo. Mimi sitafanya hivyo. Nitakufundisha na kukuelekeza njia namna utakavyotoka. God bless you.